saa nyingine network inakata, basi yani niweka tunakuaga live. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, Jumapili ya leo imenikuta niko hapa na Bwana amekuwa ni mwema sana. Haleluya. Kwa maombi yenu, kwa maombi ya mchungaji wetu na mama mchungaji na viongozi, sisi ambao tunakaa sana barabarani tunamuona Yesu. Amen. Yesu amekuwa ni mwaminifu sana, amekuwa ni mzuri, anaendelea kututunza kwa namna ya ajabu mno. Haleluya. Naamini na wewe una ushuhuda, si ndio? Yako mambo ambayo Yesu amefanya mazuri na makubwa kwa ajili yako. Amen. Amen. Kwa hiyo yote, katika yote tunamtukuza Mungu na tuko pamoja. Haleluya. Bwana amenipa neema tena ya kusimama, lakini katikati ya kusimama natamani nimshuhudie Mungu kidogo. Aliniponya na ajali. Ilikuwa ni mbaya, lakini Yesu alinisaidia. Bwana asifiwe. Wakati narudi juzi, natoka Dodoma, nikafika maeneo ya Mbande pale. Sasa pale kwa waliopita hii njia kuna sehemu barabara inatengenezwa. Kwa hiyo unaingia, kuna rough road, tunaacha lami. Ni muda mrefu na mimi njia ya Dodoma napita sana. Naijua vizuri tu kwamba pale kuna kuingia kushoto, lakini sijui ilikuwaje. Sielewi kinini kilinitokea, lakini nikiwa niko spidi, ghafla nilishtuka. Naona mapipa yale yanayoziba ile barabara. Haya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ilikuwa ninamshukuru Mungu kwamba inapotokea changamoto, kitu cha kwanza unachotakiwa uwe nacho ni utulivu. Lakini huo utulivu sio tu wa akili zetu za kibinadamu, ni ule utulivu wa Roho Mtakatifu. Ukipatwa na shida ghafla, unatakiwa tu utulie kwanza, usikie maelekezo. Nini Mungu ananielekeza nini cha kufanya? Sasa ile ilikuwa ni haraka kwamba sasa ndo unafanyaje? Naona kabisa nikiaendea yale mapipa gari itanyanyuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akanipa utulivu sana. Nikafunga breki, zilikuwa za ghafla, nikaingia. Bahati nzuri pale hapakuwa na gari. Kwa hiyo nikaingia, gari iliyumba kweli kweli. Vitu vyote, bahati nzuri nilikuwa nimefunga mkanda, na mimi waga nikisafiri namwambiaga Yesu kaa hapa. Sipendagi kupakia abiria kwenye gari yangu, kulingana na shuhuda kaza wa kaza ambazo tunazisikia. You never know unayempakia ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa niko mwenyewe, vitu vyote vilikuwa vimekaa, vitu vilidondoka vyote. Yaani sijui unanielewa, yani ilikuwa ni mbaya, lakini Yesu aliniokoa. Na katika ile hali yote kulikuwa na utulivu ambao sijui nikwambie. Yaani kama hakuna kitu kinachoendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nilimuona Bwana akiniokoa kwa namna ya ajabu sana. Sasa najiuliza baada ya pale kwamba mimi nilisahau, mbona kila siku napita hapa, imekuwaje? Lakini Bwana amekuwa ni mwema. Naamini kwamba tunapokuwa hapa, tunavoomba kwa ajili ya wanashilo, Mungu anatusaidia wengi. Haleluya. Kwa hiyo ninamtukuza Bwana kwa ajili ya hilo, na ninasikia kuendelea mbele kwa nguvu na kuendelea kumtumikia Bwana kwa nguvu. Haleluya. Ninaamini wana wa Mungu, Biblia imetuambia kwamba hatutakufa kwa magonjwa ya Misri, wala hatutakufa kwa ajali za namna hiyo. Sisi tutalala katika Bwana tukimaliza kazi. Sasa ndio kwanza hata hema hii hatujajenga. Yaani naondokaje kwa mfano? Yaani unaondokaje? Haleluya. Yaani ukiondoka unakuwa umetegea kazi. Mwambie mwenzako hapa hamna kuondoka. Bwana asifiwe. Bwana atatupa umri mrefu kwa sababu tunampenda Bwana na tunaendelea kumtumikia Yesu kwa furaha. Haleluya. Sasa kiti changu nani atakaa? Eti mama mchungaji. Inawezekana kweli nikaondoka haraka hivyo? Bado sana. Shetani waga anatamani sana niondoke, lakini bado sana. Some Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 12. Matendo ya Mitume sura ile ya 12.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 9. Biblia inasema akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanyika na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Petro alipokuwa gerezani. Kuanzia ule mstari wa 5 ukisoma, nafikiri kila Mkristo anajua Petro alichukuliwa akawekwa gerezani. Na alipowekwa gerezani alikuwa amefungwa kule akisubiria kufa. Lakini Biblia inasema kwamba watakatifu, kanisa liliomba kwa bidii sana, si ndivyo? Kanisa liliomba kwa bidii sana Petro aweze kufanya nini? Aweze kutoka. Na Biblia inasema walitumwa malaika kwa ajili ya kumtoa Petro kule gerezani. Sasa leo asubuhi, usiku nilikuwa na tafakari wakati nimeambiwa kwamba niweze kusimama kwa ajili ya neno la sadaka. Sasa wakati hii taratibu za Petro kutolewa kule gerezani, alikuwa bado hajaenda kuonana na Kornelio. Wangapi wanajua habari za Kornelio? Yule mcha Mungu, yule mtu ambaye Biblia inasema kwamba alikuwa akiomba sana na akitoa sadaka nyingi. Biblia ikasema akatokewa na malaika akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimekuwa ni ukumbusho mbele za Bwana. Bwana amesikia, mtume mtu aende akamuite Petro. Bwana asifiwe. Sasa wakati Petro amewekwa gerezani, hii habari ya Kornelio ilikuwa bado. Kornelio alikuwa anaendelea kutoa sadaka nyingi na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye aliendelea kumtumikia Mungu kwa namna hiyo, na Biblia inatuambia kwamba Kornelio, tumejifunza mara nyingi kwamba alikuwa hajamjua Mungu. Alikuwa hajaokoka. Na tunasema kwamba sadaka zilikuwa ukumbusho na zinaongea baada ya kujua malaika aliyemtokea Kornelio aliyemwambia kwamba sadaka zako na maombi yako yamekuwa ni ukumbusho mbele za nani? Mbele za Bwana. Sasa mimi katika tafakari yangu leo na jana usiku nilikuwa na tafakari mashujaa wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mashujaa wa imani ambao walitoa sadaka ambazo ziliweza kuzungumza na ziliugusa moyo wa nani? Wa Mungu. Katika hao mashujaa wako wachache ambao naweza nikawataja. Yuko Habili. Si mnamkumbuka Habili na Kaini? Habili alitoa sadaka na Kaini alitoa sadaka. Lakini iko sadaka ambayo iliugusa moyo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakuja kwa habari ya Ibrahim. Tunajua kwamba Ibrahimu alitoa sadaka Isaka ambaye ni mwanae wa pekee. Na Mungu alikuwa anataka kuona, je, Ibrahimu ananipenda kweli? Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba alikuwa akiniabudu na akiendelea kunitumikia kwa sababu tu alikuwa anasubiria ile ahadi ya kupata mtoto. Lakini je, baada ya kumpa kile alichokiomba, atakuwa tayari tena kutoa kwa ajili yangu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kipimo ambacho Mungu mara nyingi waga anautazama moyo, kwamba mwanangu anaomba kazi, mwanangu anaomba mtaji, mwanangu anaomba mtoto, anaomba mume, anaomba mke. Je, ataendelea kunipenda, ataendelea kunitumikia, ataendelea kuwa mwaminifu pamoja na kwamba nitampa hicho alichokiomba? Mungu akishahakikisha kwamba inawezekana hivyo, atakupa unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Na pia akiona bado kwamba wewe bado kiwango ambacho akikupa hicho unachokiomba unaweza ukamwacha. Hata mimi waga namwambia Mungu, usinipe. Kama hichi ambacho ninakiomba unaona kitakuja kuwa ni majuto kwenye maisha yangu, kitakuja kuwa ni msiba kwenye maisha yangu, kitanifanya nisije nikakuona wewe, Bwana ninakipenda, lakini usinipatie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu si kwamba hataki kukupa unachokitaka, anataka na anapenda sana. Lakini kila anapotazama kiwango chako cha ukuaji wako wa kiroho, anaona hiki nikimpa mwanangu ataniacha. Na wewe ni wa muhimu sana kuliko hicho unachokitamani. Mungu anasema hapendi kuona hata mtu mmoja anapotea. Wewe ni wa thamani kwenye ufalme wa Mungu kuliko hicho ambacho kinataka kukutenga na upendo wa Kristo. Bwana asifiwe. Alisema pale kwamba ni nini kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Je, ni ndoa? Hiyo haiwezi kunitenga na upendo wa Kristo. Je, ni mtoto? Hiyo haiwezi kanitenga na upendo wa Kristo. Je, ni mali za dunia hii? Hizo haziwezi zikatutenga na upendo wa Kristo.
Je, ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atakapotazama moyo wako, wewe ambaye una uhitaji, kuna mtu anatamani kupokea uponyaji, kuna mtu amezunguka huku na huku, anatamani jambo fulani litokee lakini halitokei, ni kwa sababu Yesu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiendelea kutafakari kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Rahabu, mpaka leo Biblia inasema yule Rahabu kahaba. Bwana asifiwe. Hakuangamia na walioasi. Yaani sijui unaelewa. Kahaba hakuangamia na waongo. Kwa sababu gani? Alitoa sadaka. Kitendo cha kuwaficha wale watumishi wa Mungu nyumbani kwake ilikuwa ni sadaka. Na aliwaambia, sikiliza, mimi hizi mambo nazijua, niapieni kwamba huyo Mungu wenu atakapokuja mtaniokoa mimi na nyumba ya baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia ile sadaka ya kuwaficha wale watumishi wa Mungu, Biblia inasema Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na walioasi. Ningempigia tu Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba alikuwa ni kahaba, lakini hakuangamia kwa sababu alitoa sadaka iliyogusa moyo wa nani? Wa Mungu. Nilikutana na mtu mmoja mafundisho, mtu anasema kwamba siku hizi wachungaji wahubiri wanataka tu fedha zetu, wanataka tu hela. Wako tu kwa ajili ya fedha. Kama unamtolea mchungaji, sijui sasa kwamba mchungaji anakaguaga hii bahasha ya mama Njuka, hii bahasha sio ya mama nani, sijui. Yeye mwenyewe anaweka sadaka yake na ana maombi yake. Mimi pia naweka sadaka yangu na nina maombi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa na tafakari kwamba kumbe pamoja na kwamba watu walikuwa wakiomba ili Petro atoke gerezani na walitumwa malaika, na sadaka ya Kornelio ilikuwa ikimsubiria Petro, yumkini basi kwamba kupitia maombi ya watakatifu na sadaka zile za Kornelio zote zilisababisha Petro apate msaada wa kutoa gerezani, kuambiwa wewe amka, kazi bado unayo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu wetu ni mzuri, Yesu wetu ni mwaminifu. Msisitizo mkubwa wa kutoa sadaka ni mambo mawili Jumapili ya leo. Mwambie mwenzako ni mambo mawili Jumapili ya leo. Toa sadaka kwa imani. Mwambie mwenzako. Na toa sadaka kwa upendo wa kumpenda Mungu. Ni hayo mambo mawili. Tunapotoa sadaka yako, unatoa kwa imani kwamba ninayemtolea ni yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko ninayoyaomba na ninayoyawaza, lakini pia ninatoa kwa sababu ninampenda Mungu. Nimeridhishwa. Ni sawa sawa tu na mtu akikutendea jambo jema unamwambia asante na kushukuru sana, Mungu akubariki. Ukienda sehemu ukapatiwa huduma nzuri, iwe ni dukani, iwe ni hospitali, iwe ni mahali popote pale, unamwambia yule mtu aliyekuhudumia vizuri, unamwambia asante sana, manake nimeridhishwa na huduma yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe ambaye leo umebeba sadaka yako, inawezekana ya shukrani yako mambo mazuri ambayo Yesu ametenda. Inawezekana ni sadaka yako ya upendo wa kumwambia Mungu nakupenda. Inawezekana ni nadhiri, kuna jambo ulikuwa unamuomba Mungu sasa amefanya, unatakiwa kutoa sadaka. Kwa hiyo unapotoa pale, maana yake unamwambia Mungu, kuanzia Jumapili ile niliyotoka hapa kanisani mpaka Jumapili ya leo nimeridhishwa na ulinzi wako, nimeridhishwa na msaada wako. Nimekuja sio mikono mitupu kama walivyosema, nimekuja na hichi kidogo ambacho umenibariki. Ninakushukuru. Kwa upendo. Inaonyesha hali ya unyenyekevu, inaonyesha hali ya utii, inaonyesha hali ya kuridhishwa na ule msaada ambao Kristo amekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Binafsi Bwana amenifanya nasikia kuridhika, nasikia kumshukuru Mungu kwa kuwa kwenye hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mambo ni mengi ambayo Yesu anatenda. Hata hapa naamini ziko shuhuda nyingi. Na hata nilipokuja Ijumaa kanisani, nikamwambia Mungu, nilisikia kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale aliyoyafanya. Sikuwepo kwa muda mrefu, lakini naamini kuna watu waliponywa mahali hapa, kuna watu wamefunguliwa mahali hapa, kuna watu wametetewa. Na kama vile mimi ambavyo Mungu alinitetea, basi inawezekana hajafanya kwako, lakini mimi nakwambia Yesu ameniokoa na ajali mbaya. Basi mshukuru Mungu pamoja nami. Haleluya. Yesu anatutendea mambo mazuri. Unaposikia shuhuda, basi sikia kumshukuru Mungu kwa ajili hata ya huyo anayetendewa. Kwa sababu ushuhuda ni jambo ambalo ni mahubiri ambayo Yesu anakuambia hivi, kama nilimponya huyu na ajali, kama nilimponya huyu na ugonjwa huu, la kwako ni jambo gani? Mbona ni jambo dogo tu ninaweza kukutendea. Usikate tamaa.
endelea kumtumikia Mungu wako, endelea kutoa sadaka, endelea kuomba, endelea kuja kanisani, endelea, haijalishi hauoni matokeo. Ninataka nikwambie, huyu Mungu hajawahi kuwa dhalimu. Ni Mungu mwaminifu sana, na anafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyawaza na kuyafikiria. Ni swala la muda tu. Na mimi huwaga nasema hivi, jambo langu Bwana Yesu, wala hata usijibu haraka haraka. Sina haraka. Bwana asifiwe. Sina haraka. Kwa sababu linapoendelea kuchelewa, likija kufanyika, linafanyika katika hali ya ukubwa na utukufu wa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo hilo la kwako linapoendelea kuchelewa ni kwamba linatengenezwa, linaundwa vizuri. Yaani likija kutokea pale mtaani, hii gairo itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atashangaa, hakika yuko Bwana ama Bwana. Tatizo una haraka. Bwana Yesu asifiwe. Una haraka. Yaani unataka tu wewe umekuja tu mwezi uliopita. Wenzako wako hapa toka wanaabudu hapa na jua linawachoma. Bado wanaendelea kumngoja Bwana. Haleluya. Wanaendelea kungoja ahadi za Bwana, wakiamini kwamba haiwezekani Bwana. Kama mchungaji anasimama hapa anaomba mapepo yanalipuka, kwa nini Bwana akasinitendee jambo lile ambalo ninamngoja? Kwani kuna kitu gani kinafanyika hapa katikati? Mbona mama mchungaji akiomba unasikia nguvu za Mungu zinashuka? Nguvu zile unazoziona zikizirika mahali hapa, zikazirike kwenye biashara yako, zikazirike kwa watoto wako, zikazirike kwenye uchumi wako, kwa sababu yuko Mungu anayeweza kuliko ambavyo wewe unawaza na kufikiri. Kama hana kitu chochote ambacho ameshika mkononi, lakini akiomba tu kwa jina la Yesu mapepo yanalipuka. Akiomba kwa jina la Yesu watu wanaponyeka. Kwa nini usiondoke na nguvu ile ile ukasema, kama baba yangu anaweza akafukuza pepo zikatoka, ni jambo gani ambalo linamshinda Bwana? Unaenda kusemesha kama ni biashara. Mwambie wewe ni nani mbele za Bwana. Inawezekana ukanyanyuka hapa. Inawezekana ukatiwa uhai tena. Inawezekana ukatiwa nguvu tena, na mambo yakabadilika. Baada ya muda mfupi ukaona matokeo. Mwambie mwenzako, sina haraka. Mbingu zinaniamini. Nina uhakika atajibu tu. Ya kwamba hatajibu hamna, sio Mungu tunayemwabudu. Haleluya. Mimi sina mashaka naye. Nina uhakika naye. Kama amenipa kuamka asubuhi ya leo na nimetembea kuja mahali hapa, nina uhakika naye kwamba atanirudisha na ataenda kunisaidia na kuniwezesha. Andaa sadaka yako. Biblia inasema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake. Sasa wanakulogaje? Kwa sababu moyo wako uko madhabahuni kwa Bwana. Haleluya. Kuna wachawi fulani juzi nikawaambia, walikuwa wanataka kuloga biashara yangu. Nikawaambia na nikawaona. Nikawaambia, mnaloga jina la biashara yangu? Dawa yenu iko jikoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wananilogaje? Yaani unaanzaje kuniloga? Kuna mtu kwani bado anaogopaga wachawi? Yaani hii fire yote ukitoka hapa una ulinzi. Na bado mchungaji akitoka anakuombea. Bado unaogopa mchawi? Mchawi si ni panzi tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijai kuwaogopa. Andaa sadaka yako mpendwa. Naamini kwamba una sadaka yako nzuri. Kama kawaida usisahau kwamba Yesu anakuaga hapa kwenye kikapu cha sadaka. Hajawahi kukosa mahudhurio ya ibada ya sadaka. Yuko hapa anaangalia kile unachokitoa. Je, unachokitoa ni sawa sawa na kile Mungu alichokubariki? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi hapa kwenye madhabahu hii nilipata ufunuo wa kutoa sadaka kwa ajili yangu na watoto wangu. Kwa hiyo waga ninabeba, hawako wako shuleni, wako boarding, lakini waga ninasema hii sadaka ya Katana, sadaka ya Elisha, sadaka ya Precious. Nao wanatoa sadaka kwenye madhabahu ya Bwana kwa ajili ya ulinzi wa maisha yao, kwa ajili ya usaidizi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andaa sadaka yako nzuri kwa ajili ya Bwana akaweze kutenda yaliyo mema. Tusimame. Karibu mchungaji. Amina. Basi tutaanza na tunaomba wenye masadaka ya zaka na shukrani wapite mbele. Pia muda huo natamani praise team wao wanajipanga mbele, wanaweka mambo yao sawa. Amen. Hao wanapomaliza tu na wao wameanza. Praise team na waomba mbele. Ninawaomba mbele praise team. Amen. Wengine wanaposimama praise team na wenyewe wasimame. Amen. Aidha wewe una sadaka ya zaka na shukrani.
Basi naomba tunyunye sadaka zetu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, tunakutukuza Bwana, tunasema asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umeachilia watoto wako wa kukutolea wewe sadaka zao Bwana. Ninamsogeza kila mmoja aliyesogea mahali hapa akiwa na sadaka zake za shukurani na zaka Bwana Yesu. Mungu wa majeshi, ninakuita Bwana. Tazama Bwana, wametoa sadaka zao. Wengine Bwana ukikushukuru kwa yale yote ambayo umetenda ndani ya wiki hii. Mungu wa majeshi, ninawasogeza na hata waliokuja na zaka zao Bwana, wakionyesha utii wa neno lako Bwana, wakitoa sehemu ya mapato yao. Mungu wa majeshi, ukawabariki Bwana. Fungua madirisha mbinguni Bwana, baraka zako zikamiminike juu ya kazi za mikono yako Bwana, kazi ya mikono yao. Baraka zako zikamiminike juu ya uchumi wao, juu ya afya zao, juu ya mali zao, familia zao na uzao wao Bwana. Usimwache hata mmoja wala ukampungukie. Ni kwa ajili ya utukufu wako Bwana Yesu. Nami nasimama kinyume na kila roho zote za ibilisi shetani, kila roho za vizuizi, kila roho za uharibifu, kila roho za visasi na malipizi. Ninazinyamazisha na kuzitisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Bali baraka zako na ulinzi wako Bwana ukaendelee Bwana kutembea juu ya maisha yao. Ni katika jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Amina. Basi tutakuwa na sadaka